Jambo lolote unaloliona kuwa gumu, usifikiri haliwezekani. Badala yake tambua kuwa kulifikia kunahitaji juhudi na kazi kubwa. Ukiona watu wanaonekana kuwa na furaha kila wakati, usizani kwamba hawana matatizo. Bali fahamu ya kuwa wanapitia mengi, lakini wanasubiri ujasiri na uimara. Wanapokumbana na magumu, wanatambua kuwa changamoto hazipaswi kuwavunja moyo, bali kuwajengea uzoefu wa maisha. Kila wakati chukua muda ufikirie kuhusu jambo uamuzi, yaani decision, kwa sababu ndipo palipo na ufunguo wa mwelekeo wa maisha yako. Ukifanya maamuzi sahihi, yatakupeleka mahali panapostahili, lakini ukifanya maamuzi ya kijinga, utakuwa kama watu wa namna hiyo. Uamuzi pia unatoka ndani yako mwenyewe, si kutoka kwa wengine. Wengine wanaweza kukushauri ndio, lakini wewe mwenyewe ndiye unayepaswa kuchagua na kufanyia kazi kile kilicho sahihi kwako. Kila wakati jaribu kuwa na malengo thabiti. Lengo unalojipangia, ukilifikia jiwekee jingine iliyo kubwa zaidi. Kama usikie kwamba lazima ujipangie malengo mepesi, jiwekee lengo unaloona kuwa litakupeleka pale unapokusudia kufika, bila kujali kama utaweza kulifikia mara moja au la. Jitahidi kadri ya uwezo wako ukilifanyia kazi lengo lako, kwa sababu jambo lolote linaloonekana kuwa linawezekana huwa linaanza kuonekana hivyo pale unapoanza kulifanyia kazi. Jifunze kuamua vizuri. Chagua mambo yatakayokufanya kuwa mwanaume wa kweli, badala ya kuchagua kujifanya kana kwamba wewe ni mtu wa maana mwenye heshima zake, kumbe sivyo. Kama vile umande unavyoleta imani na kudhaniwa kwamba mvua ilikaribia kunyesha hivi punde lakini haikunyesha, ndivyo pia mambo mengine yanavyoweza kukudanganya. Kwa hiyo angalia mbali, uone kilicho mbele yako. Kesho yako imeficha nini kwa ajili yako? Tambua matokeo ya maamuzi yako na uzingatie yale machaguo yanayohitaji jitihada za kweli badala ya kuchagua njia rahisi. Ni mwiko kulinganisha maisha yako na ya wengine, kwa sababu nao pia wana changamoto nyingi ambazo wewe huzijui. Wana mambo mengi ambayo wamehifadhi ndani yao. Kwa hiyo fikia shule unayotakiwa kusoma, nyumba unayotakiwa kukaa, nguo unazotakiwa kuvaa na mambo mengine yanayokuhusu wewe binafsi. Lakini usige maisha ya mtu fulani, kwa sababu safari ya mwingine huchosha. Koti linalomlinda mwenzako linaweza kukukaba wewe. Unajua kumuigiza ndege hakukupi mabawa. Usijisikie kwamba lazima uishi kama mtu fulani, bali binafsi jitahidi kuishi maisha yako. Ridhika na jinsi ulivyo na ujitahidi kujikubali. Hilo ndilo funguo la kuendelea kupiga hatua mbele maishani. Katika kila jambo unalofanya, usitegemee miujiza. Badala yake tambua kwa kweli miujiza hutengenezwa. Una uwezo wa create miracles. Iwapo una mtihani shuleni au kazini, hakuna muujiza ambao unaweza kutokea zaidi ya Mungu kukupa nguvu na akili zaidi ili usome vizuri. Mungu hukupa maisha mazuri na muda wa kufikiria kuhusu kile unachofanya pamoja na yale unayopitia. Usije ukadhani kwamba muujiza ni kukaa bila kufanya chochote ukitarajia majibu yatokelee tu. Mungu mwenyewe anakupa nguvu, na unapoitumia ipasavyo, nguvu hizo ndiyo muujiza utakaokusaidia kufikia malengo yako. Jifunze kuelewa lugha yako. Wakati mwingine inaweza kujenga na kuleta mshikamano wa mioyo, lakini ikitumiwa vibaya inaweza kuharibu na kuumiza. Kumbuka kwamba maneno mabaya yanapotoka mdomoni mwako yanaweza kusamehewa, lakini hayawezi kusahaulika. Kuwa tayari kuachilia. Usipoteze muda kufikia juu ya kile ambacho hukupata, bali fanya kazi kwa bidii ili ujipatie kilicho kikubwa zaidi. Kile unachokusudia kupata ukifuatilia ukiwa na imani ya kukifikia, lakini usikihesabu kana kwamba tayari umekimiliki kabla hujakifikia ipasavyo. Daima kumbuka kwamba si sote binadamu tuna mitazamo tofauti, na kila mtu anaweza kulielewa jambo kwa namna yake. Kwa hiyo, kuwepo kwa mtu asiyeliona jambo sawa na wewe hakupaswi kuwafanya mwe maadui. Nimejifunza kuwa huwezi kumlazimisha mtu akupende, bali unaweza tu kujiweka katika hali ya kupendeka. Ila kupenda ni uamuzi wako. Nimejifunza kuwa inachukua miaka mingi ili mtu akuamini, lakini inachukua muda mfupi sana, hata chini ya dakika moja, ili kuharibu imani hiyo. Nimejifunza kuwa hata rafiki bora anaweza kukuumiza kwa sababu yeye pia ni binadamu, na inapotokea hivyo ni lazima umsamehe. Nimejifunza kuwa kuna wakati unaweza kufanya kosa dogo kwa dakika moja,
lakini ikakuumiza maisha yako yote. Nimejifunza kuwa maneno mazuri ndiyo chakula cha kulisha roho, na maneno mabaya ndiyo sumu inayoua moyo wa yule anayesimangwa maneno hayo mabaya. Nimejifunza kuwa ikiwa hautajitahidi kuongoza na kudhibiti tabia zako, basi tabia hizo ndizo zitakazo kudhibiti na kukufanya mtu usiyetaka kuwa katika maisha yako. Nimejifunza kuwa mara nyingi watu unaowategemea wakusaidia ukiwa umeshindwa, ndio hao utakuta wanakukandamiza na kukuangamiza. Nimejifunza kuwa ninapokasishwa na mtu nina haki ya kuwa na hasira 100%, lakini sina kabisa haki ya kumtendea ubaya kwa sababu tu alinikasirisha. Nimejifunza kuwa si kila unapokosea unapaswa kusamehewa, lakini jambo la muhimu kuliko yote ni kujisamehe wewe mwenyewe na kutambua kuwa ulijitahidi kadri ya uwezo wako. Hesabu ni somo lisiloweza kutufundisha namna ya kupunguza maumivu ili kuongeza furaha, bali hutufundisha jambo moja muhimu maishani, kwamba kila kitu katika maisha kina jibu lake. Kumpenda mtu asiyekupenda ni sawa na kuandika kwa kalamu nyeusi kwenye ubao mweusi. Daima utakachoandika hakitaonekana. Nimejifunza kuwa hasira ndogo isiyodhibitiwa inaweza kubomoa na kuharibu jambo kubwa. Wakati mwingine mambo yanayotuumiza, yale yanayochoma mioyo yetu, ndio hutufundisha somo kubwa la maisha. Katika maisha haya usiwalaumu watu kwa kukusaliti, bali jilaumu wewe mwenyewe kwa kuamini kupita kiasi. Acha pengo lililo kati ya pale ulipo na pale unapotamani kufika, hiyo ndiyo chanzo cha msukumo wako wa kufanya kazi kwa bidii kila siku. Daima naingiwa na hofu ya kuwapoteza watu ninaowapenda, lakini wakati mwingine hujiuliza, je, hivi kuna mtu anayeingiliwa na hofu ya kunipoteza mimi? Kweli huzuni huwa ni huzuni, lakini daima mwisho wake upo. Naitwa Emmanuel Mkufunzi. Shukrani nyote kwa kuendelea kufuatia kazi zangu kila siku. Nawashukuru pia wale wanaochukua muda na kushirikisha vipindi hivi na wengine ambao hawajapata nafasi. Kwa hiyo Mungu aendelee kuwabariki, nanyi muendelee kuniunga mkono ili tufike mbali zaidi. Usisahau kubonyeza subscribe ili kila siku uwe miongoni mwa kwanza kupata vipindi vipya.